Production Lazarus Records. Safari zangu za kutafuta bosi. Sasa wewe sikia. Bosi akija mwambie mimi nimeenda shambani. Sawa? Narudi mida saa 3 saa 4 hapo nisubiri, umesikia? Mimi ngoja niingie shambani. Maisha kijijini. Na mzigo unatakiwa ingia Amerika Kusini. Sasa whatever nimeyapata, ambao mmoja anadai kuwa analipa milioni 50, mwingine anatakiwa alipe milioni 40. Sasa mimi sijui nanishaurije. Purchase your track today. Nikiwaza si wazuri, vita uadui kwa mandugu, hali yangu tabani, nishinda maisha kijijini, maisha kijijini, maisha kijijini, maisha kijijini, maisha kijijini, maisha kijijini. Ulijuaje kama niko hapa bana? Mimi nimepita kwa wangu nikakukuta hapa. Sasa kama nimekukuta hapa, bora tu hiyo shida niliyokuwa nayo nimalize tu hapa hapa. Bila shaka sikiliza. Sawa, sasa mimi nilikuwa na shida moja. Jana muda ule tuliachana pale, nilienda nikakaa nikawasa, nikaona ile shamba letu bora tu tulipalilia. Ndio. Ni vizuri. Ni vizuri kabisa, kwa sababu hali hii yenyewe ya mvua unaiona, kama unavyoona hali ya mvua hii kilipalilia litakuwa ila kweli, kwa sababu nimeona sasa hivi kwanza kazi hatuna kazi sana, hatujabanika sana. Kwa ni bora tukafanya hiyo kazi ya kupalilia lile shamba, kwa sababu linaweza likatusaidia. Ndio bana, ni wazo zuri. Sasa wewe ulikuwa umepanga tulifanye kwa muda gani? Kuhusu kulifanya hapo tutafanya siku yoyote ile. Ngoja mimi kwanza niende nikaandae zana, kwa sababu niliona nije nikwambie wewe kwanza. Alafu then nitakapokuambia wewe ndio tupange siku ya kufanya hiyo kazi. Sawa. Sahihi kabisa. Sawa. Ngoja basi mimi niende nikaangalia hizo zana nizipange, ndio. Alafu then nitakwambia siku ya kuja kupalilia. Sawa bana, na mimi nipo hapa kwanza. Namsubiria hapa mdogo wangu. Aje ndio nije kuondoka hapa, na nataka nielekee pale nyumbani. Nimechoka kidogo, nimetoka kwenye upiga wa kazi. Basi sawa bana, sawa, ngoja mimi niondoke. Tutawasiliana, ngoja kwanza nifike huko mbele kidogo. Haina shida. Haya. Kutoka Amerika. Kuna mnunuzi anatoka Amerika anakuja kuangalia hayo mazao kama yanaweza yakatiki vizuri. Kitu ambacho nimeanzisha ndio iko hapa, ndio nataka ukaione. Nataka niweke kitu. Nimewekeza hela nyingi sana katika hii project yangu. Nataka uione.
Tajiri. Nimekuja, nimeenda kama moja kuchukua bidhaa. Sijali, naona huko kazi. Nimefanya kazi na kuona mazingira. Naona kwa huyu ni msango ametoka sasa. Ndio baba. Za majukumu. Safi. Huyu ni bosi wangu. Na mfanyakazi wake. Naona umekuja mazingira. Njoo niwatembeze. Twende. Yaani bosi, kama unavyoona mazingira kwa sawa. Sijakosea. Tofauti unachukua shilingi kwa kama milioni 10 kwenye safari zenyewe na project ukiangalia na mawe, yani inatakiwa itagharimu kama bilioni 10 kukamilisha mradi wangu. Acha kwa sababu itakuja na hela kiasi fulani tutakuachia na tutaendelea na ujenzi. Usiwaze kwa hilo. Mimi niwatakie tu shughuli njema. Acha mimi nikarudi kule. Purchase your track today. Hapo jela huku nikare mimi huko na nikijue. Nataka kutoka jela kwa akiba hapo. Nisaidia mwanangu wewe ndete. Mnyama mwanangu hapo sasa mwanangu jioni uji. Mazingira na tiki. Kwa misho zingine mwanangu sasa hivi mwanangu sielewi. Mimi kupambana. Na sasa hapo kuna fanya. Hapa naona tu kupambana tu. Haina shida sasa mimi nipo tu nikipata kazi na kuja nisipopata tena kesho mazingira na kitu. Mimi ndio hivyo kupambana. Kwa sababu nimesha gani? Mimi nadhani tu nani kulima tu. Napata zangu change naishi nayo. Kama unavyoniona hapa. Bwana toka shambani sasa sijaoga. Hapa nasubiria maelekezo kitiki. Kesho. Kwa hapo maelekezo tu. Hangaika tu mtaani na ni kama takuja. Ndio kamisha. Asante. Anambo. Tunapumzika. Ndio muda si mrefu tena kuongea ndio mwisho karibia mazingira. Mimi na yeye ndio natokea nyumbani hapo. Kwa mazingira vipi ya kazi? Ni pangeni sana. Basi haya. Mimi kusema hata kesho mimi nakuja sababu mimi kazi ndo kipato changu mama. Unajua tena. Poa, kesho kuna mkutano kwa pale nyumbani. Ndio mzee na niko nani? Sijui ndo Juma. Ndio. Yeah, mzee Juma. Kesho mimi nakuja. Unakuja? Poa, hamna noma mama. Kwa hiyo tutapiga na mshikaji wangu hapa piga kazi. Na kazi naiweza mwanangu. Fanya kazi. Wewe unaona mwanangu jembe hili. Au sio? Hakuna kazi kinoma ya. Basi wanangu take care mwanangu au vipi? Sawa. Mwambie mwanangu akoge busara. Baba mdogo. Poa. Sawa. Mazingira sema mwanangu rafiki siku hizi ndio shapo hivyo maisha yetu ndio hivyo vijijini. Unajua town walioko town sana ndio
hizo dili kuzipata ni mchongo sana mwanangu. Usipokuwa na brother yako mambele sasa hivi ufanye kazi yoyote kaka. Wewe acha. Alafu watu unakuta mtu kijijini umesoma, una elimu yako. Then unarudi na kuja tu mtani. Sana tunapambana tu na raia wema kwa sababu unajua kilimo ndio kila kitu. Mwanangu kweli mwanangu. Sawa. Naona sasa hivi kuna mwelekeo sasa hivi watu wanaelekea kuona nini? Watu wenyewe hapa wakivuna hapa chakula tunaona sometime naishia chwe. Alafu sasa mtu unaanza kuomba kwa jirani. Bala kwa jirani nikaomba sijui unga kwa kuunga au vipi? Ila mwanangu hata wewe ndio hivyo. Nikasema kwamba hivi ngoja nikutane na mteja wangu fulani hivi. Alafu tumekutana hapa hivi show imekuwa amazing. Wewe acha mwanangu. Si kama Mungu kaamua tu kutupatanisha. Sababu mimi mwenyewe kwa nataka nije kukutafuta. Kuna machizi lakini sasa hivi kaka ambao umevurugwa kichwa. Yaani ukitaka kuwa na pesa wanazinyenzia. Kwa ukijua utajiri ni kesi. Ukiwa tena maskini ni shida. Sasa wewe hapo unachagua hiki. Haya maisha bana. Mungu tu. Ili tunamwomba Allah ili aweze kushusha baraka ili na sisi tuweze kutoboa. Okay mwanangu, let's go. Twende kijijini kwanza mdao. Chawi sana. Yaani hata wadau hawapo. Ndio hivyo mwanangu, siku moja tukutana nao, tukutana nao tena ndio hivyo basi. Manshega. Hii kama kaa. Nakuaje baba mdogo? Weshi mwanangu. Mbona ile sana mwanangu? Isiwe bro nilikuwa na wakati pale nyumbani. Sasa nikasema hivi, mchezo wangu pale ngahisi kwamba utakuwa unanisubiria. Mwanangu mimi nimefika kitambo sana kijiweni hapa nilikuwa nakusubiria, tulikuwa hapa na mshikaji tu tunapiga story 1 2 3. Au vipi? Kwa umeongea nini kuhusu mazingira mwanetu? Unajua mazingira sasa hivi natakiwa tujielewe. Ndio hivyo mwanangu, sema nini? Kuna tulikuwa tumepanga na mshikaji hapa. Ndio. Kuhusu shamba hapa. Sawa. Kwa ndio tulikuwa tunajaribu kuelekezana hapa ili tuweke mazingira sawa mwanangu. Au unaonaje? Iko unyama kwa sababu kama wewe unasemaje? Ila kweli mwanangu kuna siku moja hivi naongea na wewe mshikaji. Sawa. Mimi nilimwambia kwamba kuna zana naenda kuziandaa. Lakini zile zana nimeshaziandaa tayari, zimeshakamilika. Hayo ndio maswala. Naonaje kama kesho tukitimba hivi shambani? Shambani wewe kama vipi wewe ni simu zako tu. Simu zinaita kaka. Simu zinaita sana. Unyama mwanangu, yani hapo mimi. Hapo nimeshaandaa shamba, tunaenda tunalima, tunapanda mazao then tukivuna. Kila mtu yake ile mwanangu. Lakini kuna watu sasa hivi wanamiliki pesa lakini hawana imani nazo. Sana. Hapo nyumbani sasa siku moja tupange tukutane naye. Kwa sababu tukianza kujivua sasa hivi itakuwa fresh sana. Ama nyinyi mnaonaje hiyo? Hapo hakika mwanangu. Sasa kuna majambika sasa hivi wanawaza vitu vingine. Acha mwanangu, unajua ndio waambie kitu. Mtu anaweza kukuona kwanza. Kweli. Bila kujua kwamba ndani yako kuna nini. Sana. Mfano mtu kama mimi ukija kuniona mimi nimeenda education. Sawa? Na mtu alienda education tofauti. Mshikaji wangu mimi najua wewe unafahamu kabisa vizuri. Yaani kinoma zaidi mimi nakuelewa kwenye. Kuhusu mwendo wa kutembeza sana. Hizo si atufeli. Uhakika. Tumezipiga sana. Labda tunamhofia dogo letu hapa. Mimi mbona ubabe mwanangu?
ubabe kabisa. Unyabi. Wewe mtu akileta mambo ya sisi tunamaliza. Tunamkatilia mbali au unasemaje? Hata ni mwaka lombaya. Lombaya bro. Huruma sio malezi au unasemaje? Nyamu hizi babi. Acha sasa nikuchekeshe. Siku moja nimepita mwanangu. Nasikia wauni wanapanga na bosi mmoja hivi. Sawa? Wanapanga kuhusu kumtani. Yule bosi alikuwa na rafiki yake. Kuna dili walikuwa wameliongea. Sawa. Lakini katika ile dili lao waliokuwa wameongea, yule mwenzake kamsaliti na wamempangia kuhusu kumpora. Na kama wamempangia kumpora mwanangu, vijana wa siku hizi si wameamua kuleta roho mbaya kwa sababu ile imekuwa ni kipengele. Lazima wawazi. Sasa yule bosi alisema anakuja tarehe 10. Sawa. Hiyo tarehe 10 natakiwa tuwe location ile kumuokoa, kwa sababu tusipomuokoa yeye jamaa wanaweza kumfanyia roho mbaya. Haueleweki. Kwa hiyo inatakiwa vijana watengenezwe. Sawa. Na vijana wakishatengenezwa wakakaa makini. Siku hiyo nakiwasha. Ninakwambia babu, wewe unanijoga vizuri. Nifikia ni upande wa kumaingiana. Babu, tucheke kwenye kulima shambani. Lakini kifikie kwenye kipengele. Fight, action. Yaani sasa hivi natakiwa ni mwendo wa kupiga tizi babu. Ila wanangu. Jamaa kileta na malizo. Haina shida babu. Yaani sisi tunaongea kwa vitendo. Mimi sisikii poa mwanangu. Asicheke mwanga vibaya mbona. Kwa nini? Asielewe mdogo. Ama ndo umekuwa vile. Au yawezekana na mwenzetu na unasikia. Sikia kichwa kinaniwanga vibaya mdogo. Asiye. Sasa lakini wewe unaweza kuchukua barabara zako afu unakuta angalia mwanangu hamna shida. Nyama. Wewe mwanangu chekiana au utachekiana. Tayari mdogo. Sasa ndio kama hivyo. Ndio nifanya kupanga hiyo siku. Sawa. Inatakiwa na sisi tu tumejiandaa sawa sawa kwa ajili ya kufanya hiyo kazi. Wewe kama vipi tule tizi kuanzia leo. Tule tizi. Tizi inatakiwa tule mchunga wa kutosha. Nyama. Then inatakiwa kuna nondo fulani hivi nilikuona nayo. Ile nondo yangu ile natakiwa iandae. Sawa. Na mimi nitaandaa baadhi ya rungu. Vijana inatakiwa wapigwe hapo. Yaani